ambayo ni laana ya wazazi. Ukisoma laana ya mwanadamu na laana za wazazi, hapa kuna vitu vingi sana, hatuwezi kuvimaliza, tutaenda kwa ufupi. Kuna laana ya mwanadamu ambayo anamlaani mtoto wake. Haleluya. Na ile laana ilitoka hivi hivi. Laana ilitoka ikaenda kwa mtoto wake kwa sababu mtoto wake aliona uso wa baba yake. Akatangaza. Nuhu akasirika, akamlaani. Akamwambia wewe utatukia ndugu zako. Wazazi wetu hata leo wanatulaani. Tunarithi laana za wazazi kwa sababu tumezaliwa nao. Wazazi wamezaliwa kwenye dhambi na sisi tunakulia kwenye dhambi, tunaendelea na zile laana. Lakini kwa sababu hatuzijui laana, tunaziona ni tukufu. Baadaye tunakuja kugundua kwamba hii sio kweli, hii ni laana. Nataka nikimbie. Amina. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 91 utajikuta hilo. Tumelaniwa, tumezaliwa kwenye matumbo yenye uovu. Tunatembea na zile. Haleluya. Haleluya. Ukiniuliza swali laana ni nini na dhambi ni nini, zote ni pamoja. Dhambi ni kufanya matendo ya uasi dhidi ya Mungu. Laana ni kutamka maneno juu ya mwenzako kuondoa baraka zake. Ni maneno yanayotamkwa. Haleluya. Ni mtu anasimama na kutamka maneno ambayo yanakutolea utukufu wa Mungu na yanakupeleka kwenye kushindwa. Kwa hiyo unakuwa umelaaniwa. Ndio maana nakwambia ukilaaniwa maana yake umetamkiwa maneno ambayo sio. Na yale maneno yanaingia kwako, hasa hizo laana za kiwanadamu za shetani tunataka kuziona. Ni laana ambayo inaingia kama huna nguvu ya Mungu ndani yako. Na nimekwambia kwamba mtu anayekupa anakuani ni mtu ambaye ana nguvu zaidi yako. Haleluya. Adamu alilaaniwa na Mungu kwa sababu Mungu alikuwa na nguvu zaidi yake. Mtoto wa Nuhu alilaaniwa kwa sababu naye alilaaniwa na baba yake. Baba yake alikuwa na nguvu zaidi yake. Haleluya. Lakini kuna laana za uchungu. Laana za nini? Uchungu. Nilisema uchungu, unaelewa? Uchungu ni hali ya mtu kuona kitu kwa mtu anakionea wivu au anakiona kama vile hakimfai yule mtu. Tena Waafrika itabia tunayo sana. Mwafrika yuko tayari waidikiwe, baba yako na mama yako wako tayari waidikiwe kuliko wewe kufanikiwa. Kama kuna mtu ambaye ni mbaya, ndugu. Haleluya. Ndugu akishaona anafanikiwa, atasema haiwezekani Jose afanikiwe, mimi nimebaki hapa. Ni bora wote tukose. Ataenda hata kwa waganga, ataenda hata wapi akutumkie uongo, akusemea maneno ya uongo hata kama ni kwa shangazi yako, kwa ndugu yako, anakusema tu maneno ya uongo ili mradi pale ulipo utoke. Haleluya. Ili mradi pale ulipo utoke. Sikiliza nikwambie. Hakuna mtu aliyefanya vizuri kama Yusufu. Lakini Yusufu alichukiwa na ndugu zake. Haleluya. Kale kabwana kandoto kamefika, wakachinja mbuzi, wakasema Yusufu amekufa, wakaacha kutelekeza huko. Lakini sikiliza, neema ya Mungu iliyokuwa ndani ya Yusufu haikumwacha. Aliendelea kutembea nayo mpaka akafikia kuwa waziri mkuu. Haikuwa yeye, ilikuwa ni Mungu yuko ndani yake. Hata mimi nakuhakikishia, hata wangesema mangapi hao wanadamu, wakutupia maneno mangapi juu ya maisha yako, juu ya kazi zako, juu ya nafasi ulionayo, yeye Mungu akifanya jambo, hakuna awezaye kutengana nao. Haleluya. Hayupo. Ndugu zake Kaini akamua Abili. Ni wivu tu. Haleluya. Ilikuwa ni wivu tu. Kilichotokea ni nini? Kulaaniwa. Kaini akalaaniwa. Kaambiwa wewe ndio kulaani. Na mtu yote atakayetaka kuua utaua. Kwa hiyo alilaaniwa Kaini. Hiyo ni laana ya wivu. Au tunasema uchungu, wivu. Unalaaniwa kwa sababu ya wivu ulionao. Haleluya. Ndio kumeisha. Haleluya. Lakini pia tuna